the power of the grave. Tawakomboa toka kwa nguvu ya kaburi. I will redeem them from death. Nitawakomboa kutoka kwa mauti. O death, ewe kifo, I will be thy plagues. basi wewe nitakutesa. O grave, ewe kaburi, I will be thy destruction. nitakuwa mharibifu wako. Repentance shall be hid from mine eyes. Basi kutubu kwako kutafichika kutoka kwa macho yako. I repeat, because that's the scripture we are running with. Tarudia. I will ransom them from the power of the grave. Nitawatoa kutoka I will redeem them from death. nitawakomboa kutoka kwa mauti. O death, Ewe mauti, I will be thy plagues. nitakuwa mtesi wako. O grave, Ewe kaburi, I will be thy destruction. kuwa mharibifu wako. Repentance shall be hid from mine eyes. Kutubu kwako kutafichika kwa macho yako. Amen. Amina. I'm speaking very briefly this afternoon on the subject overcoming the graveyard spirit. Basi nanena mchana wa leo kuhusu kushinda roho ya kaburi. Overcoming the graveyard spirit. Basi kushinda roho ya kaburi. Somebody say with me, overcoming the graveyard spirit. Sema kushinda roho wa kaburi. Ezekiel chapter 37. Verse number 10. So I prophesied as he commanded me, Nikatabiri kama vile alivyoniamuru, and the breath came into them, na uhai ukawaingia, and they lived and stood up upon their feet, wakaishi na kusimama kwa miguu yao, an exceeding great army. na umati uliokuwa kuu wa majeshi. Then he said unto me, Kisha akaniambia, Son of man, mwana wa mtu, these bones are the whole house of Israel. hii mifupa ni nyumba kubwa ya Israeli. Behold, they say our bones are dried, Tazama, wasema basi mifupa yao imekauka, and our hope is lost. na tumaini lao limekatizwa. We are cut off for our parts. Wamekatizwa kutoka kwa nia zao. Therefore prophesy and say unto them, Basi tabiri na uwasemee, Thus says the Lord God, Bwana Mungu asema, Behold, O my people, tazama watu wangu, I will open your graves nitafungua kaburi zenu, and cause you to come up out of the na graves niwafanye mtoka kaburini, and bring you into the land of Israel. na niwalete katika nchi ya Israeli. And you shall know Na mtajua that I am the Lord ya kwamba mimi ni Bwana, when I have opened your graves, mahali ambapo nimefungua kaburi O zenu. my people, and brought you up out of your graves. Enyi wanyonyoshe taa The yako, light of your word. nuru ya neno lako. May you, O God, speak through me, Ewe Bwana, unene kupitia mimi, that I may not speak my own nisinene iliyo yangu for these few minutes. kwa dakika hizi. Lord, may you open up the graves. Bwana, fungua makaburi, Release people from the spirit of the graveyard. achilia watu kutoka kwa roho wa kaburi. May somebody leave this place never the same, Mtu atoke mahali hapa asiwe kama kawaida, because you have a mission with them. maana una makusudi na wao. I pray for those that are discouraged. Naomba walioshushika Encourage them again. watie moyo tena. I pray for those that have already given up. Naomba pia wale wamekata tamaa, Rekindle their hope again. fufua tumaini lao tena. I bind every spirit of the devil, Nafunga kila roho wa adui, every force of darkness, kila makusudio ya in the adui, name of Jesus. katika jina la Yesu. Lord, I pray that you have your way. Naomba Bwana upate njia yako, Be glorified and be exalted. utukuke na uinuliwe In Jesus' mighty name. katika jina la Yesu. Say amen to the Lord. Sema amina kwa Bwana. I'm speaking about overcoming the graveyard spirit. Nanena kuhusu kushinda roho wa kaburi. There is a place known as the grave. Kuna mahali pajulikanapo kama kaburi. There is an entity, a spiritual entity known as the grave. Basi kuna nguvu iitwayo ya kaburi. In our walk with the Lord, Katika kutembea kwetu na Bwana, we have
the spiritual part of us, basi tuna sehemu yetu ya kiroho and we have the physical part of na us. tuna sehemu yetu ya asili. Everything you see in the physical, Kila kitu uonacho katika asili, there is the same thing in the spiritual. jambo hilo hilo liko katika kiroho. Say amen to the Lord. Sema amina kwa Bwana. When Jesus speaks about heaven, Basi Yesu anaponena kuhusu mbingu it is spiritual. ni ya kiroho. He says there is a city. Anasema kuna mji. Say amen to the Lord. Sema amina kwa Bwana. And there are chariots. Na basi kuna farasi And there are na mansions. kuna manyumba. That is on the spiritual part. Hiyo ni sehemu ya kiroho. There are hosts of heaven. Basi kuna waenzi The wa fighting mbinguni. soldiers of heaven. Basi kuna majeshi wapiganao wa mbinguni. Those are spiritual. Hizo ni za kiroho. We have the same in the physical. Pia tuna hizo katika asili. Say amen to Jesus. Sema amina kwa Bwana. For your information, Ili wewe ufahamu, the angels are with us here. malaika wako nasi hapa. But they are spiritual. Basi ni wa kiroho. Our eyes cannot see them Macho yetu hayawezi tuwaona, because the physical cannot see the spiritual. maana ya asili haiwezi ona ya kiroho. Now, when I was praying and asking God what to speak, Basi alipokuwa akiomba kumuuliza Mungu anene nini, He says to me akasema that there are graves in the spiritual. ya kwamba kuna kaburi katika kiroho. Just as we have graves in the physical, Vile vile ambavyo tuna kaburi katika asili, there are graves in the spiritual. basi kuna kaburi katika kiroho. And these graves Na hizi kaburi in the spiritual, katika kiroho they are graves of people ni kaburi za watu that have been killed spiritually ambao wameuliwa kiroho and they have been buried spiritually. na wamezikwa kiroho pia. And so the Lord said to me Kwa today, hivyo Bwana akaninenea, every grave is going to be opened. kila kaburi litafunguliwa And every man, every woman that was buried spiritually na kila mmoja aliyezikwa kiroho is coming out alive. anatoka akiwa hai. Jesus said, Yesu akasema, go into all the world and preach the gospel. eneneni katika ulimwengu mhubiri Injili, Lay hands upon the sick. wawekele mikono wagonjwa, Raise the dead. fufua walio wafu. One of the raising of the dead Moja ya kufufua walio wafu is the spiritual dead. basi ni kufufua waliokufa So kiroho. this afternoon, Kwa hivyo adhuhuri ya leo I want to subject myself to the hand of the Lord nataka kujiachilia katika mikono ya Bwana and assure you that something is going to happen na here. kuhakikishia kwamba kuna jambo litatendeka. There are things that were not working in your Na life mambo hayakuwa yanafanya kazi katika maisha yako and they are going to work again. na zinaenda kufanya kazi tena. Say amen to the Lord. Sema amina kwa Bwana. Grave has power. Basi kaburi lina nguvu. Listen to what David says. Sikiza ambacho Daudi asema, He says in Psalms 49 Zaburi 49 and verse number 15. na mstari wa 15, He says, asema, but God, ewe Mungu, lakini Mungu will redeem my soul atakomboa nafsi yangu from the power of the grave, kutoka kwa nguvu ya kaburi, for he shall receive me. maana atanipokea. The power of the grave Basi nguvu ya kaburi will not control your destiny. haitafaulu juu ya siku zako za Say usoni. amen to the Lord Jesus. Sema amina kwa Bwana. And when I look at the scriptures, Ninapoangalia maandiko, there are people that God dealt with from the grave, kuna watu ambao Mungu alishughulikia kutoka kwa kaburi, like Lazarus. kama Lazaro. Jesus said to Lazarus, come out. Yesu akamnenea Lazaro, toka, But before he came out, lakini kabla atoke he was still tied, bado alikuwa amefungwa, which means life can be in you, ni kumaanisha maisha uzima unaweza kuwa ndani yako, but the grip of the grave is on your life. lakini nguvu ya kaburi i maishani mwako. I prophesy today, Natabiri leo you will live to declare the goodness of God. utaishi kutangaza ukuu wa Bwana. Say amen to Jesus. Sema amina kwa Bwana. And I ask myself this question Na again. nikajiuliza swali hili tena, How do people activate the power of the grave over their fellow people? basi watu wanawezaje kufufua nguvu ya kaburi juu ya watu wenzao? They do it through witchcraft. Wanaifanya kupitia uchawi. They can take your picture and bury it Wanaweza chukua picha yako na kuizika and do a funeral service na wafanye ibada ya wafu in the middle of the night. katikati ya usiku. Some of them can make something that looks like you Wengine wanaweza unda kinyago kifananacho nawe and put it in a coffin na waiweke katika jeneza, and
kufunika. If you do not have the covering, Kama hauna basi kufunikwa, and you don't have the grace of na God, hauna neema ya Bwana, immediately mara hapo, after they do that, baada ya kufanya lile, you begin to live like the dead. unaanza kuishi kama mtu aliyekufa. The great power comes upon you. Nguvu ya kaburi inakujia. Somebody help me by telling your neighbor you are coming out Ambia in jirani yako Jesus' name. unatoka katika jina la Yesu. So how do you know when the power of the grave comes? Watu waje wakati nguvu ya kaburi juu yako. It comes through number one. Inakuja kupitia, The grave swallows its victims. basi kaburi humeza waathiriwa wake. Swallows its victims. Inameza waathiriwa. Isaiah 14 and verse 11. Isaia 14 mstari wa 11. The Bible says 14:11. Isaia 14:11. It says, Yasema, thy pomp is brought down to the grave, basi uwezo wako umezikwa kaburini, and the noise of thy vials. na basi na sauti yako, The worm is spread under thee, and the worms cover thee. na basi wadudu wamekuzingira. The grave swallows. Basi kaburi humeza. And what happens immediately spiritually, you enter a grave. Na basi wakati ambapo unaingia katika kaburi kiroho, Everything about you begins to be eaten up. kila kitu kukuhusu utaanza kuliwa. Your health is eaten up. Afya yako Your inakuliwa, finances are eaten up. fedha zako zaliwa, Your joy is eaten up. furaha yako yaliwa, Your vision is covered maono yako yanafunikwa, because of the spirit of the grave. maana ya nguvu ya kaburi. Number two, Ya pili, the grave cuts you off from the land of the living. basi kaburi inakukata kutoka kwa walio hai. Isaiah 53 verse 8. Isaya 53:8. I'm going faster because of time. Isaiah 53 verse 8. Basi Isaya 53:8, He was taken from prison and from judgment. alitolewa katika jela na hukumu. And who shall declare his generation? Na nani atatangaza katika uzao wake? For he was cut off out of the land of the living. Maana alitolewa katika nchi ya walio hai. For the transgression of my people was he stricken. Kwa mateso ya watu wangu alipigwa. And he made his grave with the wicked, Na akafanya kaburi lake na waovu, and with the rich in his death. na katika matajiri katika kifo chake. Because he has done no violence, neither was any deceit in his mouth. Maana hakufanya vita na hakuwa na uongo katika kinywa chake. That refers to Jesus. Hiyo inaelekea Yesu. When the grave anointing came, Wakati upako wa kaburi ulipofika, he was cut off from the land of the living. alitolewa kutoka kwa nchi ya walio hai. Spiritually, when you are cut off from the land of the Na living, kidogo wakati unang'olewa katika nchi ya walio hai, listen and listen very well. nisikize na unisikize vyema. When you are cut off from the land of the living, Unapotolewa katika nchi ya walio hai, your vision dies. maono yako yanakufa, Your progression dies. kuendelea kwako kukatizwa, You begin to waste away. unaanza kuondokea, People forget you watu wanaanza kukusahau, because you are gone. maana unaisha. I pray that you never be forgotten Naomba usisahaulike while you're still alive. wakati mradi ugali hai. People can forget you while you're still alive. Kuna watu wanaweza kukusahau ukiwa bado hai, Even when they are counting people, hata wakati ambapo wanahesabu watu they forget you are there. wanasahau huko, When they are giving rewards, wakati ambapo wanatoa zawadi they forget you are there. wanasahau huko. Let the spirit of the grave never hold you. Wacha roho ya kaburi isikushikilie In the name of Jesus. katika jina la Yesu. Shout a big amen to the Sema Lord. amina kwa Bwana. Number 3, the grave Namba 3, kaburi wastes virtues, basi inapoteza dhamana, wastes potential, inapoteza uwezo, it wastes dreams and visions, inapoteza maono na ndoto, it wastes aspirations and future of the victim. basi inapoteza siku za usoni za mwadhiriwa. When the graveyard spirit comes upon you, Wakati nguvu ya kaburi inapokukamata, your potential dies. uwezo wako unaisha, Your future becomes dark. siku zako za usoni zinakuagiza, Your hope vanishes. tumaini lako linakatizwa, Because the grave has the power maana kaburi lina nguvu to cause you not to have any vision. kukufanya usiwe na maono yoyote. Have you ever known that there are people Unashaijua kuna watu who are under the power of the grave? ambao wako chini ya nguvu ya kaburi, They can have money, wanaweza kuwa na pesa but they lack vision. lakini wanakosa maono, They don't know what to do with it. hawajui la kufanya.
zile until pesa it is finished mpaka ishe, is when they wake up. ndiposa wanaamuka And they say, I wish I did this. wanasema mradi ningefanya The hivi. graveyard spirit will not be your portion. Nguvu ya kaburi haitakuwa sehemu yako. I prophesy today. Na tabiri leo, The graveyard spirit will not be your portion. roho wa kaburi haitakuwa juu yako. Shout a big amen to Sema amina Jesus. kwa Bwana. Look at your neighbor, say neighbor, Tazama jirani yako, mwambie you are leaving this place unatoka mahali hapa more alive than you came. ukiwa uhai zaidi kuliko vile Because ulivyoingia. Jesus Maana Yesu is going to do something wonderful. atafanya kitu cha ajabu, You will never be wasted. hautapotezwa. Number 4, Ya nne, the graveyard spirit cripples. roho wa kaburi inafanya ulema, It blindens inafanya kipofu and dampens na inafunika the victim. mwadhiriwa. Listen to me. Nisikize, Jesus, Yesu when he said that this Lazarus to come forth, wakati alipomuita Lazaro atoke, in the book of John chapter 11 kitabu ya Yohana 11 and verse number 44, na mstari wa 44, there's something I saw there. kuna kitu aliona pale. The Bible says, Biblia inasema and he that was dead na yeye aliyekuwa amekufa came forth, akatoka bound, akiwa amefungwa hand, foot with grave clothes, mikono na hata miguu kwa mavazi ya kaburi, and his face was bound about with a napkin. na basi uso wake ukafunikwa kwa kitambaa. Listen to what the graveyard spirit does. Sikiza, roho wa kaburi hufanya nini? That when the graveyard spirit comes upon a person, Wakati roho wa kaburi anapokujia, the feet are tied, miguu inafungwa, so there is no progression. kwa hivyo hakuna kuendelea, You cannot progress hauwezi endelea, because the power of your feet maana nguvu ya miguu are yako to progress in life. ya kuendelea maishani. The hands are tied, Mikono pia imefungwa, so that you're not able to dominate. ndiposa hauwezi tawala. The hand stands for weapons of war. Basi mikono yako inaashiria It silaha za stands vita, for possession. inaashiria kumiliki. Come on, say amen to Jesus. Amina kwa Bwana. And so when the hands are Kwa tied, hivyo wakati mikono imefungwa, your labor is tied, basi kazi yako imefungwa, your business is tied, biashara yako imefungwa, your identity on your fingerprints are also tied. kutambulika kwako pia kumefungwa. I pray today, Naomba leo anyone that is under a graveyard spirit, yoyote ambaye uko chini ya nguvu ya you kaburi, are being loosed in the name of Jesus. unaachiliwa kwa jina la Yesu. I say you are being loosed in the name of Nasema Jesus. unaachiliwa kwa jina la Yesu. If you believe it, shout a big amen. Kama unaamini sema amina. Shout with a lot of energy in the name of Jesus. Sema amina. I prophesy that this time by next week, Natabiri kwa katika mauti malijalo, this time by next week, kwa katika mauti malijalo, whatever people took away from you, wote watu walichukua kutoka kwako, because they knew you were in a grave, maana walijua uko kaburini, they will bring it back. watairejesha, They will release it back to you. wataiachilia kwako. Ah, you're not hearing what I'm saying. Usikie ambacho nasema, Anything that they took away from you, yote ambalo walichukua kutoka kwako, be it your land, iwe shamba yako, be it your property, iwe mali yako, be it even your own star, hata iwe ni nyota yako, the grace that's working on your life, na ambayo kama nguvu ya kaburi inafanya kazi be a man yako, of God. kama niwe mtumishi wa Bwana, By next week, kwa juma lijalo you will receive it back. utapokea tena. I say you will receive it. Nasema utaipokea tena. If you believe it, shout a big amen. Nimesema amina. Shout a big amen to the Lord. Sema amina kwa Bwana. Look for 3 people. Tell them graveyard spirit is going away. Ya watu watatu, nguvu ya kaburi inakuondokea. It's going away. Roho wa kaburi inakuondokea. It's going away. Inaondoka. I say it's going away. Inaondoka. I say it's going away. Inaondoka. It's going away. Inaondoka. Shout yeah. It's gone away. God spoke to Ezekiel about the graveyard spirit. Mungu akanenea Ezekieli kuhusu roho wa kaburi. Why did God bring the subject of the grave? Kwa nini Mungu akaleta mada ya kaburi? Because spiritually Israel was in the graves. Maana katika kiroho Israeli ilikuwa katika kaburi. The whole of Israel, though they were alive, Licha ya kwamba walikuwa hai, but according to God, lakini
in a grave. walikuwa kaburini. 37 Ezekiel verse 10. Ezekieli 37. Listen to what God said. Alisikiza ambacho Mungu anasema. So I prophesied Kwa hivyo nikatabiri as he commanded me, kama vile alivyoniamuru, and the breath came in them, na uhai ukawajia, and they lived, na wakaishi, and stood up na wakasimama upon their feet, kwa miguu yao, exceeding great army. jeshi lililokuwa kuu. Then the Lord began to explain to him. Basi Bwana akaanza kumwelezea. Then he said to me, son of man, Kisha kaniambia, mwana wa mtu, these bones you are seeing haya mifupa unayoiona are the whole house of Israel. ni nyumba ya Israeli. Behold, they say, Tazama, wanasema our bones are dried, mifupa yetu imekauka and our hope is lost. na tumaini letu We limeondoka, are cut off for our parts. tumetolewa kutoka kwa njia zetu. Then the Lord said to Ezekiel, Kisha Bwana akamnenea Ezekieli, prophesy tabiri and say to them, na uwasemee, thus says the Lord, Bwana asema, behold, all my people, tazama watu wangu, I will open your graves. nitafunua kaburi zenu. I'm standing on this altar today, Nasimama katika madhabahu haya leo calling you by your name. na nakuita kwa jina lako, Behold, all you and you and you. nakuita ewe, ewe na wewe. The Lord says, Bwana asema, I will open your graves nitafungua kaburi and yako cause you to come out of your na grave nikufanye utoke kwa kaburi yako and bring you to the land na kulete katika nchi that I prophesied over you. ambayo nilitabiri juu yenu. I stand here today Nasimama hapa leo and I declare to you, na ninakutangazia, all you people ewe watu in Imara Daima, hapa Imara Daima, all you people ewe watu in Nairobi, hapa Nairobi, all you people enyi watu in the land of Kenya. katika nchi ya Kenya. The Lord says, Bwana asema, I will open your graves. nitafungua You kaburi, will not live in the grave. ishi kaburini, You will rise up. mtainuka, I will take you to your land. nitawapeleka kwa nchi I will yenu, give you your possession. nitakupa miliki yenu, I will cause you to live. nitawafanya muishi. Shout a big amen to Sema Lord. amina kwa Bwana, Shout a big amen to Jesus. sema amina kwa Yesu. May God cause your graves to open. Bwana afanye kaburi yenu kufunguka. Even if you were buried, your picture was buried. Hata kama picha yako ilishikwa, Today we are removing it. leo tunaitoa. Even if they cast it into the sea. Hata kama waliweka katika bahari, Even if they burnt it to ashes. hata kama waliichoma, Today. leo, Today. leo, Today. leo, Today. leo, I hear the cracking. nasikia I kufunguka, hear some movement. nasikia I mtemeo, hear some earthquakes. nasikia milipuko, I hear something happening. nasikia kitu It's an kinafanyika. opening. Kuna kufunguka, It's an opening. bahari inafunguka, It's an opening. kaburi inafunguka. You will receive back your identity. Utapokea Bwana kumiliki You yako, will receive back what belongs to you. utapokea machoni chako. Shout a big amen to Sema Jesus. amina kwa Yesu. Lift up both of your hands. Inua mikono yako Wherever you are. mahali popote ulipo, Wherever you are. mahali popote ulipo, Wherever you are. mahali popote You ulipo, will not remain in the grave. hautabaki kaburini, You will not remain in the grave. hautabaki kaburini, You will not remain in the grave. hautabaki kaburini. In the name of Kwa Jesus. jina la Yesu, Jehovah must do it for you. Bwana atakutendea. Say my Father. Sema Baba yangu, Shout it and say my Father. sema Baba yangu, In the name of kwa Jesus. jina la Yesu. Today. Leo, Today. leo I call on your name. nakuletea jina lako. Open up the grave. Fungua kaburi. I'm tired Nimechoka of stagnation. ya kukwama, I am tired nimechoka of losing ya things. kupoteza vitu, I am tired nimechoka of sorrow and darkness. ya giza, I am tired nimechoka of the power of the enemy. ya nguvu ya adui. Release me, Lord. Niachilie Bwana, Release me, Jesus. niachilie Yesu. I'm praying the Spirit. Omba katika roho, Pray the Spirit. omba katika roho. Graveyard spirit Roho wa kaburi must depart from your life. lazima itoke maishani You will mwako. need to declare Utaishi kutangaza goodness of the Lord wema wa Bwana in the name of katika Jesus. jina la Yesu, In the land of the living. katika nchi ya walio hai. Somebody just worship God. Abudu Bwana, Worship God today. abudu Bwana leo. Mandere
You who broke the power of the grave. Jesus went to the grave. You entered Sheol. And you set the captives free. And you left captives captive. You came out with victory. I pray today. Enter the graveyard. Enter the graveyard. Set people free today. Set them free today. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ushers, be alert. Ushers, be everywhere, because something is happening. When God begins to release people, He releases them with power. There is enough power in the house of God today. There is enough power in the house of God today. People are being released now. Yes, there are people being released now. Yes, there's power in here. Receive it now. Receive it now. Carry them and bring them here. Bring them to the front. Let them lie down here. There's power in the house of God. In the name of Jesus. Receive the grace. Receive the grace. Receive the grace. I said receive the grace. Something is happening. Jesus is doing it. For the glory of His name. I shall speak a lot of this. Something is happening here. Something is happening here. Bring her, carry her. Carry her. Ushers, carry her. We need ushers there. Carry her. You don't carry her. All of you are holding her hands. Brilliant spirit. This one is cemented in graves. Cemented in graves. Pastors, come here. Let's pray. This one is cemented in graves. She controls graves. This one. In the name of Jesus. Give me oil. Everyone begin to pray. Begin to pray. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. 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 Spirit of the grave. Command you now. Loose now. Loose. In the name of Jesus. Loose now. Not yet. The spirit is pretending. I release the fire. Fire. Banner. Ban every spirit. Ban every power. Ban every power. Ban it. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Name of Jesus. Name of Jesus. Name of Jesus. Lift your hands up. Say Jesus. Say Jesus. Hear my prayer today. Loose me from the grave power. Listen. Put your hands down. Sit down. The grave is a place of defilement. It's a place of corruption. And it's a place of pollution. It's a place that changes your smell. That you begin to smell like a dead person. You may be smelling perfume that you're perfumed. But spiritually you are smelling. So everybody who is
a blessing to you, Kwa hivyo kila yoyote anafaa kuwa baraka kwako, they run away from your life. wanakimbia kutoka kwako. It's a place of corruption. Ni mahali pa ufisadi. How I pray in the name of Jesus. Naomba kwa jina la Yesu, Everyone whose years have been wasted. yoyote ambaye miaka yake imepotezwa, Some of them have wasted 7 years, wengine wamepoteza miaka 7, 12 years, 12, 15 years. miaka 15, Progress. hakuna kuendelea, No development. hakuna ujenzi, No advancement. hakuna kuendelea. I speak today. Nanena leo, You will recover utapokea tena the wasted years. miaka yote iliyopotea. Somebody help me with the big amen. Tunisaidie kwa amina. Shout a big amen. I prophesy. Natabiri You will recover utapokea tena wasted years. miaka iliyopotea, Wasted in your marriage. iliyopotea kwa ndoa, Wasted in your business. iliyopotea kwa biashara, Wasted in school. iliyopotea shuleni, Wasted in hospital. iliyopotea hospitalini, Wasted in prison. iliyopotea kwa kujigereza. I speak to you today. Kunenea leo All the years. miaka yote, All the years miaka yote that the devil took ambaye adui amechukua, from this day, kutoka leo you will recover them. utapokea tena. You're not hearing me. Unisikii? I say you will recover them. Nasema utairejesha, You will recover them. utairejesha, I say you will recover them. utairejesha. You will jump up like a lamb. Utakuguruka tena kama ng'ombe. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu, In the name of Jesus. kwa jina la Yesu. Ushers, you are supposed to help her not into the seats, but out here. Lift up your hands. Na mikono yako, Everyone. kila bosi, Come back. Here. wachungaji nyongo. Hii bado ijaenda. Hii bado. Na leo imeenda. Leo itaenda. Huyu msichana lazima atumikie Mungu. Lazima atumikie Mungu. Naachilia moto wa Mungu. Moto wa Mungu. Moto wa Mungu. Hii roho lazima iende. Toka kwa jina la Yesu. 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. Fire of God. Moto Baba. Jesus. Jesus. I blinded these eyes from operating in this place. Mark you now. In the name of Jesus. You will not see the people you are sent to see. Command you in the name of Jesus. Whoever you are arresting, I release them from your hands. I release them from your hands. In the name of Jesus. Fire. 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 In the name of Jesus. Fire. Whoever you are holding in this place, Wote umeshikilia hapa. whoever you are holding in this Wote place, umeshikilia hapa. and you loose them, Na Mungu achilie. 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 loose them, 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 Achilie. loose them. Achilie. Name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Pastor, you and you carry her to that room. Finish up the prayer. Maliza maombi. Those spirits are out. Hizo roho zimetoka. Just go and cover with the blood of Jesus. Na ufunike na damu ya Those Yesu. spirits will never return. Na hizo roho hazitarudi tena. They will never return. Hazitarudi tena. Listen to me. Nisikize. Any spirit Kila roho that carries the grave anointing ambayo inabeba nguvu ya kaburi comes to arrest inakuja kuteka and swallow. na kumeza. And the devil, just like God, Na shetani kama Mungu pia uses men. anatumia watu. And I pray to God that even you ladies, Naomba pia kwa Mungu atajiki na dada, if you employ house helps, kama mtaajiri mjakazi,
Bring them to the church. walete kanisani. Are you hearing me? Unanisikiza? Bring them to the church. Walete kanisani. So that the light of the anointing Ndipo nguvu ya upako will shine upon them. ing'ae juu yao. You don't employ a grave spirit Usiajiri roho wa kaburi into your home. kwa nyumba yako. Because there are people who come into a place and Kuna watu huingia mahali instead of progress, drought. baada ya kusonga kunakuwa na ukame. Joseph in the Bible, Yusufu katika Biblia when they came to Potiphar's house, alipofika katika nyumba ya Potifa, the Bible says Potiphar discovered that he was prospering in every area. kwamba Potifa katambua ya kwamba ananawiri kwa kila sehemu, Because man carries a spirit. maana mtu hubeba roho. May you encounter men and women that carry the spirit of God. Ukutane na wake kwa waume wanaobeba roho wa Bwana. Even somebody laying hands on you. Hata mtu kukuwekelea mikono, Don't be laying hands by everybody. usiekelewe mikono na kila hayo. Identify the people that lay hands on you. Tambua watu wanaokuwekelea mikono. Shout a big amen to Jesus. I pray that the anointing of God Naomba upako wa Bwana will press the yoke of the devil ambao unavuta nira ya will shetani work in this house ifanye kazi mahali in hapa a very strong way. kwa nguvu zaidi. Jehovah will do his will. Afanye mapenzi yake In the name of Jesus. kwa jina la Yesu. There are people being released Na now. watu wanaachiliwa sasa, Just now as I speak. kama sasa There ninavyonena. are people who are being released. Kuna watu wanaachiliwa In the name of kwa Jesus. jina la Yesu. Receive the grace. Pokea neema, Receive the grace. pokea neema. There's power in this house. Kuna nguvu mahali hapa, There's power in this kuna house. nguvu mahali hapa, There's power in this kuna house. nguvu mahali hapa. Bring me that lady over there. Leta huyo dada, The two of them. This one in glasses and the other one. hawa dada wawili, Come quickly in Jesus' name. njooni katika jina la Yesu. Yes, you come. Njoo, Amen. The three of you just come. njoo Let's huyo. go. Line up here. I see God releasing you. Naona Mungu akikuachilia. There's so much that has not been manifesting in your lives. Kuna mengi ambayo hayajatokea maishani mwenu. Even though you are praying, Hata kama mnaomba, even though you are crying to God, hata kama mnalilia Mungu, but there's so much that has not been manifesting in your lives. mengi ambayo hayajadilika maishani Because mwenu. there is a cover Maana kuna kifuniko over your lives. juu ya maisha yenu. And the Spirit is showing me Na Roho ananionyesha it's a graveyard spirit ni roho wa kaburi causing you to inayokufanya be rejected where you are supposed to be accepted. kukataliwa mahali ambapo unafaa kukubalika. You miss opportunity. Unakutana na nafasi The vile, opportunity disappears. hiyo fursa inaondoka. Now, in the name of Jesus, Sasa kwa jina la Yesu, I release the anointing. naachilia upako, I release the anointing. naachilia upako, Bring her back. lete tena In the name of kwa Jesus, jina la Yesu, I release the anointing. naachilia upako, Raise her up, raise her up. mwinue In the name of Jesus, kwa jina la Yesu, I release the anointing. naachilia upako. From today, Kuanzia leo your life is changed. maisha yako yabadilike, Things are turning around. mambo yabadilike In the name of kwa Jesus, jina la Yesu. lift up your Inua hands. mikono yako In the name of kwa jina Jesus, la Yesu. everybody lift your hands. Inua hiyo mikono yako Right now, sasa. I take authority. Nachukua mamlaka It is that great spirit ya roho wa kaburi hindering you from moving. ambayo inakuzuia kusonga. You cannot move. Hauwezi songa, Desire to move. watamani You are kusonga, not able to move. lakini hauwezi. Na wote kwa jina la Yesu. Touch. Gusa In the name of Jesus. kwa jina la Yesu. Bring her back. Lete tena In Jesus' kwa name. jina la Yesu. Ushers, are you here? Ushers, are you here? Come, you come. Something is being released from your life. Na kitu inaachiliwa maishani mwako In the name of kwa Jesus. jina la Yesu. In the name of Kwa Jesus. jina la Yesu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. God is giving you a new heart. Mungu anakupa moyo mpya, A new heart. moyo mpya, A new heart. moyo mpya. In the name of Kwa Jesus. jina la Yesu. Touch. Gusa. Stand here. Simama Lift your hands. na mikono yako. Lift it up. May God release you Bwana atuachilie
ambayo imefunika maishani mwako. You walk like you're walking in a box. Unatembea ni kama uko katika jisanduku. Jesus. Bring her here. Lete hapa. Until she receives. Akapokea. Until she receives it. Akapokea. The struggles will be over. Kung'ang'ana kwako kutaisha. Everything you touch, it doesn't prosper. From today, whatever you will touch will prosper. Jesus' name. Katika jina la Yesu. There's somebody here. Kuna mtu hapa. You went to a funeral service. Ulienda katika mazishi. A funeral. Katika mazishi. And they shaved your head. Na wakanyoa kichwa chako. And from that day, na kutoka siku hiyo things have never been the same for you. Mambo hayajawahi kuwa vile tena maishani mwako. Come, let's meet here. Njoo tukutane hapa. This is the day of your beginning. Hii ndio siku ya mwanzo mpya wako. They shaved you. Walikunyoa nywele. And you don't know where they took the hair. Na hujui walipeleka nywele hiyo wapi. That person, this is your opportunity. Wapi? Hii ndio fursa yako. Don't be ashamed. Usiwe na aibu. Those are customs and traditions of Kenya. Hizo ni tamaduni za Kenya. Where are you? Uko wapi? They shaved you. Walikunyoa. They took some hair. Wakachukua nywele. And they disappeared with the hair. Walienda na nywele. I'm helping you. Na kusaidia. I'm losing you from something that is going to destroy your life. Na kuachilia kutoka kwa kitu kitakachoangamiza maisha yako. Run quickly. Kimbia haraka. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Stand here. Simama hapa. When did this happen? Ilifanyika lini? 2016. And what has been going on with your life? Nini imefanyika maishani mwako? Stagnated. Things have gone down instead of going up. Stand here. Simama hapa. They're coming. Wanakuja. I saw one. Uliona mmoja. But if you are among them, please come. Lakini kama uko kati yao njoo. They shaved you. Walikunyoa. You don't know what they did with the hair. Na ujui walifanya nini na nywele. I want to tell you what they did. Nataka kuambia watu walifanya. Because it was a funeral. Maana ilikuwa mazishi. They connected you with the dead. Walikuunganisha na wafu. So now you are in a grave but walking. Sasa uko kaburini lakini unatembea. Lift your hands. Ina mikono We hiyo. are canceling that spirit. Tunavuta hiyo roho. You will live. Utaishi. Your life will begin to produce. Maisha yako yataanza kuzaa. I release the fire Na achilia moto of the Spirit of God. roho Bwana. I release the anointing Achilia upako that breaks the yoke ambao vuta nalo upon this juu ya life. maisha haya. In the name of Kwa Jesus. jina la Yesu. Lord, Bwana, touch her. gusa yeye. Touch her. Mguse Bwana. Ushers, you need some training here. You don't help people while stiff. No. You have to be. You have to come in actually. I think major one. Na wale wanastahili kuja kwa makofi. Ama ni nani? These words are not for Asha. My daughter, you change them. Wear this type. Sawa? Because hapa ni operation zone. Alafu ukisimama hivi ndio utaangukiwa. Kuna mmoja aliangukiwa hapo. Siku nyingine. Sasa mtu angukiwe. Jesus name. When did this happen? 2021. What happened? Where? When your mother died, they took hair from your head and they went to it. Na walizika. Waliweka wote. Tena nikuombea.
Mungu anakufungua kwa njia ya kipekee. You will not be associated with the dead. Utaunganishwa na wafu. You know, if you want DNA of anybody, you get it from the hair. Unaipata kwa nywele. And so if you are married with the dead and your hair is with them, Kama basi umezikwa na wafu na nywele yako iko nayo, you'll never be the same until you are prayed for. hautakuwa vile tena mpaka uombe. Father, in Jesus' name, Baba, kwa jina la Yesu, I pray for this one. na ombea huyu, Loose her from the power of the grave. waachilie kutoka kwa nguvu ya kaburi, Let her rise again. wacha ainuke tena, Possess her possession. pate miliki yake, Walk in her victory. atendee kwa ushindi In wake. the name of Kwa Jesus, jina la Yesu, I pray today, my Father. naomba leo Baba, Do it for her. mtendee, Set her free. weke huru, And on her behalf, na kwa niaba let the yako whole family be set free. wacha familia yote In iwe huru. Jesus' Kwa name. jina la Yesu, In Jesus' kwa name. jina la Yesu, Touch. guse, Lift up your hands. inua mikono yako, In Jesus' name. kwa jina la Yesu, We glorify your name. twakutukuza Baba, We glorify your name. Lift up your twatukuza hands. jina lako, inua mikono yako. We glorify your Holy name. Lift up those hands. We glorify your holy name. Be magnified, Almighty God. Be magnified. We bless your name, Almighty God. We bow before you. We glorify your holy name. Yahweh, be magnified. Listen to me. David is saying here, and he's confirming what I'm speaking today. Daudi ananena hapa na kutia wakfu ambacho nasema hapa. He says in Psalms 88, Asema katika Zaburi 88. I will read verse 1 to 4, Nasema mstari wa kwanza, verse 1 to 5. mstari wa kwanza hadi 5. Oh Lord God of my salvation, Ewe Bwana Mungu wangu wa wokovu wangu, I have cried day and night before you. nimelia usiku na mchana mbele zako. Let my prayer come before you. Wacha maombi yako yaje mbele zako, Incline your ear unto my cry. asisikiza dua zangu. For my soul is full of troubles, Maana nafsi yangu imejawa matatizo, and my life draws near to the grave. na basi maisha yangu yakutiwa na kaburi. I am counted with them that go down into the pit. Basi nimehesabiwa na wote ambao waingiao katika shimo. I am a man that has no strength. Basi ni mimi ni mtu asiye na uwezo, Flee among the dead, niko huru kati ya waliokufa, like a slain that lie in the grave, na kwa kama wale nia ambayo ilalayo kaburini, whom thou rememberest no more, ambao hakumbukwi tena, and they are cut off from thy hand. na wametolewa kutoka kwa mikono yako. David is saying, Daudi anasema, my life is a life controlled by a spirit of the grave. basi maisha yangu ni maisha yanayotawaliwa na roho wa kaburi, He's crying to God na inamlilia Mungu and tell him, God, na anamwambia Mungu, remember me, nikumbuke, even though I've come to the place hata kama nimefika mahali where the grave is celebrating over me. kaburi inasherekea juu yangu. Lord, hear me. Bwana nisikize, And the Lord heard him. na Bwana akamsikia. I prophesy now Na tabiri sasa upon everybody here. juu ya kila mmoja hapa, Any spirit of the grave, kila roho wa kaburi, I say any spirit of the grave, nasema aina yote wa roho wa kaburi. Jesus came down. Yesu alikuja He entered the grave. akaingia kaburini, He neutralized the power of the grave. na nguvu ya kaburi, And he came out victorious. akatoka akiwa na ushindi. And the power of the grave Nguvu ya kaburi will not have power over you. isiwe na nguvu juu yako. I release the grace of God. Naachilia neema ya Bwana, I release the grace of God. naachilia neema ya Bwana. Power of the grave Nguvu ya kaburi will not hold you anymore. haitakushika tena. You will not be alive but dead. Hautakuwa hai lakini umekufa. Lift up your head. Inua mikono yako, Say, my Father, my Father. sema baba yangu, baba yangu, In the name of kwa Jesus. jina la Yesu, In the name of kwa Jesus. jina la Yesu.
Yesu. I reject. Nakataa. I reject. Nakataa. I reject. Nakataa. Power of the grave. Nguvu ya kaburi. In the name of Jesus. Yesu. In the name of Jesus. Yesu. In the name of Jesus. Yesu. Give him some praise offering. I want to pray for everyone. Nataka kuombea kila mmoja kwa sababu ya muda, Because of our time. kwa sababu ya muda wetu. But I came to realize again Nikakuja kutambua tena that people who are alive, ambao watu wako hai through their traditions and customs, kupitia tamaduni zao they make covenants with the grave. wanafanya agano la kaburi, And there are many who are living like that, na kuna wengi ambao wanaishi hivyo, and the grave power is operating on their lives. na nguvu za kaburi zafanya kazi juu ya maisha yao. Isaiah spoke. Isaya kanena, In Isaiah 28, Isaya 28 verse 14 and 15, mstari wa 14 na 15, it says, yasema, wherefore hear the word of the Lord, you scornful men, sikizeni neno la Bwana enyi watu that rule this people which is in Jerusalem. ambao mwatawala watu hao ambao wako katika Yerusalemu, Because you have said, maana mumesema we have made a covenant with death, tumefanya agano na mauti, and with hell are we at agreement. na katika kuzimu tuna makubaliano. When the overflowing scourge shall pass through it, shall not come unto us. Wakati mtiririko wa mateso utakapopitia For hautatujia, we have made lies our refuge, and under falsehood have we hid ourselves. maana tumefanya uongo kuwa maisha yetu, na katika uongo tumejificha. And the Lord says in verse 16, Na Bwana asema mstari wa 16, therefore thus says the Lord, basi Bwana asema, behold, I lay in Zion for a foundation a stone, tazama naweka katika Sayuni jiwe, a tried stone, jiwe lililokauka, a precious stone, jiwe la dhamana, a sure foundation. msingi ulio thabiti. He that believeth shall not make haste. Yoyote aaminie hatakuwa na haraka. Say amen to the Lord. Sema amina kwa Bwana. And verse number 18, Na mstari wa 18, and your covenant with death na agano lako la kifo will be disannulled, itaharibiwa, and your agreement with na hell makubaliano yako na shall kuzimu not stand. haitasimama. When the overflowing scourge shall pass through, Wakati mateso itakapotiririka, then you shall be trodden down by it. basi mtavunjika nayo. I prophesy today, Na tabiri leo by the power of the name of kwa Jesus, nguvu ya jina la Yesu, the tried stone, basi iliyoko jiwe, the precious stone, jiwe la dhamana, the foundation stone, msingi ulio thabiti, he was, yeye aliyekuwa, he is, yeye ambaye yuko, he was finished. yeye ambaye ni wakuja. I declare today, Natangaza leo, any agreement with death kila makubaliano na mauti under your parents, iliyofanya na wazazi wako, under your grandmother, iliyofanya na wenzako, under your grandfather, iliyofanya na babu yako, under your ancestors, iliyofanya na wazee wake wenu, without your knowledge, kama kubila kujua, dancing on the grave, wao wanacheza kaburini, sacrificing in the grave. toa dhabihu kaburini. I am now. Tangaza, It is magnified. imevunjika, It is cancelled. imevunjiliwa mbali, I say it is cancelled. imevunjiliwa mbali. Shout the big amen. Sema amina kwa Yesu, Shout the big amen. sema amina kwa Yesu. I met a certain lady Akakutana na dada fulani as I was preaching somewhere, alipokuwa akihubiri mahali fulani, and she came to see me after the preaching. akaja kumwona baada ya mahubiri. She said, Baba, Akasema, I've mchungaji, suffered enough. nimeteseka And my suffering started when we buried my mother. na kuteseka kwangu kulianza wakati tulizika mamangu. I said to her, what did you do? Kamuuliza, ulifanya nini? What did you do? Ulifanya nini? She said, nothing. Akasema, hatukufanya kitu. I said, think about it and tell me what you did. Kamwambia, fikiria na uniambie mlichofanya. Then she stood up and said, Pastor, I will tell you what I've never told you. Kakwambia ambacho hatuwezi ambia, sikuwahi ambia mtu.
When people are viewing my mother's body, wakati watu walikuwa naangalia mwili wa because I mama, love her so much, ana nilimpenda, I went near the coffin. nikaenda karibu na When it was jeneza. open, Wakati ilikuwa inafunguliwa, I had a razor blade. nilikuwa na wembe, I cut a piece of her dress. nikakata nguo yake, And I said, this one will remain with me nikasema hii nitabaki nayo as a remembrance. kama kumbukumbu. I turned to her and said, that is where your problem is. Nikamwambia hapo ndio shida yako iko. You cannot live Hauwezi ishi connected with the dead. ukiwa umeunganishwa na mauti. Pray today. Naomba leo No connections with the dead. usiwe na unganiko wote na watu. Pray today. Naomba leo No connections with the dead. kuna unganiko na watu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. When I laid hands on her, Alipomwekelea mikono, she ran backward alikimbia in a high speed. kwa I kasi just touched her like this and she went na akakimbia. backwards. Any assault that was trying to stop her could not. Kila shetani aliyejaribu kumshikilia Until hangeweza, she came to a pillar. mpaka akafikia nguzo ya kanisa. And I said, that pillar stands for the precious cornerstone. Sema hiyo nguzo imesimamia jiwe thabiti. You are free today. Uko huru leo, You are free today. uko huru leo. I speak to somebody here today. Na neno mtu hapa leo, Your sufferings are coming to an end. kuteseka kwako kunaisha In the name of Jesus. kwa jina la Yesu. Spirits from the dead Roho wa wafu are not permitted to visit you. haziruhusiwi kukutembelea. You didn't hear what I said. Unasikia ambacho nimesema? I said, Nikasema spirits from the dead roho za wafu will not visit you. hazitakutembelea. Look at your neighbor and tell them that's your message. Ambia jirani yako hiyo ni ujumbe wako. You're not saying it. Hausemi. Tell the neighbor. Mwambie jirani. Maybe. David still speaks about these things. And he says in Psalms 49, Zaburi 49 verse 14 mstari wa 14 and 15. na 15. Listen to this. Sikiza. This is the last one now, I promise. Ile ya ukweli. Ile ya ukweli kabisa. Ile ya mwisho. Inasema, like sheep, they are laid in the grave. Kama kondoo wamewekwa kaburini, Death shall feed on them. basi kifo kitawala. Death shall feed on them. Kifo kitawala. And the upright shall have dominion over them in the morning. Wenye haki watakuwa na mamlaka juu yao And their asubuhi, beauty shall consume in the grave from their dwellings. na urembo wao utafunikwa kaburini kutoka kwa maisha yao. He's speaking about spiritual graves Ananena kuhusu kaburi za kiroho, where people are laid. mahali ambapo watu wamelazwa, Their beauty fades. basi urembo wao unatoweka, Their tasteless in life also fades. hali yao katika maisha inatoweka, And death feeds on them. na kifo kinawala. But God will redeem my soul Lakini Mungu atakomboa nafsi yangu from the power of the grave. kutoka kwa nguvu ya kaburi. And verse 16. Na mstari wa 16, Be not thou afraid when one is made rich, usiogope wakati mmoja anakuwa tajiri, when the glory of his house is increased. wakati basi utukufu wa nyumba yake umeongezeka. Say amen to Jesus. Sema amina kwa For Bwana. when he dies, he will carry nothing. Maana anapokufa hatabeba chochote, His glory shall not descend after him. utukufu wake hautafuata yeye. Listen to me, child of God. Nisikilize mwana wa Mungu. God is in the business of breaking every grave spirit. Mungu basi anavunja kila roho wa kaburi. And you will not operate under the spirit of the grave. Hautafanya kazi chini ya nguvu ya kaburi. I'm about to pray now, Niko karibu kuomba sasa, and I desire for you to check your spirit na natamani ya kwamba uangalie roho yako and see whether you need this kind of prayer. na uone kama unahitaji maombi haya. In the name of Kwa Jesus. jina la Yesu, Shout a big amen. sema amina. Shout a big amen. Sema amina. Shout a big amen. Sema amina. When you are under the influence of the grave, you will always be dreaming with the dead. Wakati ambapo uko chini ya nguvu za kaburi utakuwa unaota na wafu, And there will always be constantly
your visitors. na daima watakuwa wageni wako kucha. Listen to what the Bible says here. Sikiza ambacho Biblia yasema. Isaiah 14 verse 9. Isaya 14 aya 9. Hell from beneath Basi kuzimu kutoka chini is moved for thee to meet thee at thy coming. basi inakuja kukutana na wewe. It stirs up the dead for you. Basi inafufua wafu kwa sababu yako. Even all the chief ones of the earth. Hata wale wakuu wa nchi. It has raised up from their thrones all the kings of the nation. Basi umefufua wote kutoka kwa viti vyao wafalme wa mataifa. All they shall speak and say to you. Ambao watanena na kukusemea. These are people who are dead coming to speak to you. And they will be saying to you. Na watasema kwako. Are you also weak as we are? Je, wewe ni dhaifu kama sisi? Are you become like us? Je, umekuwa kama sisi? They will be asking you questions of dreams. Watakuuliza maswali katika ndoto. Today as I stand here. Leo ninaposimama hapa. I don't stand as John Obonyi. Sisimami kama Askofu Yona. I stand as a prophet of God. Nasimama kama nabii wa Bwana. And I speak to the elements. Na nanenea kila eneo. I speak to the world of your spirit. Nanena kila roho wako. And I say today. Nasema leo. Everyone at the sound of my voice. Kila mmoja chini ya sauti yangu. Will have consistent visitation. Ambaye daima anatembelewa. From the spirit of the dead. Na maroho za wafu. I speak today. Nanena leo. No more visitation. Hakuna kutembelewa tena. No more visitation. Hakuna kutembelewa tena. You will not be a highway of the dead. Hautakuwa basi barabara ya wafu. You will have light. Utakuwa na nuru. And the light will shine. Na nuru itang'aa. And the glory of the Lord. Na utukufu wa Bwana utaonekana. Receive the grace. Pokea neema. Receive the grace. Pokea neema. I shall receive the grace. Pokea neema. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Somebody shout a bigger amen. Shout a bigger amen. I prophesy today. Natabiri leo. From today. Kuanzia leo. You will smell good. Utanuka vizuri. You will not smell like a dead person. Hautanuka kama mfu. You will smell good. Utanukia vizuri. From today. Kuanzia leo. Your vision will be open. Maono yako yatafunuliwa. You will catch vision. Utapata maono. You will see purpose of life. Utaona kusudi la maisha. I prophesy. Natabiri. From today. Kuanzia leo. Your hands will work. Mikono yako itafanya kazi. God will bless the labor of your Na hands. Mungu atabariki kazi ya mikono yako. Whatever you touch Yoyote ugusalo shall be blessed. itabarikiwa. Whatever you lay your hands Yoyote upon uwekelee mikono shall increase. itaongezeka. Makashota raba. Melekeza satalaba. In the name of Jesus. Majina ya Yesu. Receive the grace. Pokea neema. Receive the grace. Pokea neema. Every spirit of the grave. Kila roho wa mauti. Spirit of the grave. Kila roho wa kaburi. Loose hold. Achilia nguvu yako. Loose hold. Achilia nina yako. Loose hold. Achilia msuko wako. Loose hold. Achilia. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. In the name of Kwa Jesus. jina la Yesu. You will manifest. Utadhibitika. You will manifest. Utatokea. How many of us here tonight? Wangapi hapa usiku huu? You're saying, Pastor, Nasema mchungaji, I need prayers nahitaji maombi because of the spirit of the grave. maana ya roho wa kaburi. I want to live free. Nataka kuishi huru. I want my voice to be heard. Nataka sauti yangu isikike. I want my vision to be clear. Nataka maono yangu yafunuke. I want my feet to possess my possession. Nataka basi miguu yangu ipate miliki yangu. Lift up both of your hands. Inua mikono yako. In the name of Jesus, wherever you Kwa are, jina la Yesu mahali popote ulipo. and stand up on your feet Na usimame kwa miguu yako. because we are praying. Maana tunaomba. I'm not praying a long prayer, Siombi maombi marefu. simple prayer. Maombi mepesi. Lift up those hands. Na mikono yako. Say, Lord Jesus, have mercy on me. Cleanse me. Nisafishe. Purify me. Enter into my life. Be the master of my soul. Be the master of my life. Guide me through life by your power. Let the light
let the light that shone in that grave that grave and brought you up and to brought the you grave, out. kutoka kaburini. may it be the light that will shine on me Imetaka juu yangu. in the name of Jesus. Jina la Yesu. Now listen, Sasa sikia. as you lift up your hands, Napoinua mikono yako. I'm praying according to Ezekiel 37. Naomba kulingana na Ezekieli 37. God said to Ezekiel, Mungu akamwambia, therefore prophesy sasa tabiri and say to them, na uwasemee, oh my people, heri watu wangu, I will open your graves nitafungua kaburi and zenu cause you to come out na niwafanye mtoke, and bring you to the land of Israel. niwalete katika nchi ya And you Israeli, shall know that I am the na Lord. mtajua nyinyi kwamba mimi ndiyo I Bwana, have opened your wakati graves nimefungua kaburi zenu and brought you out na niwatoe to possess your possession. kumiliki miliki And I yenu. will put my spirit in you. Taweka roho wangu ndani yenu You shall live. na mtaishi, And I will place you in your own na land. nitaweka katika nchi yenu And you shall wenyewe, know that I, the Lord, have na spoken. mtajua kwamba mimi Bwana nimenena. Lift your hands. Inua mikono yako, Say, Father, sema Baba, I've heard your word. nasikia neno lako, I believe in your word. naamini neno lako, I believe in your prophecy. naamini kote kunabii wako. Today, Leo I open my heart. fungua moyo wangu, Do it unto me. tenda juu yangu, Make me what you want me to be. fanya ambacho wataka niwe. In the name of Jesus. Jina la Yesu, In the name of Jesus. In the name of Jesus. jina la Yesu. Every great spirit Kila roho wa kaburi upon my life, juu ya maisha my yangu, children, watoto wangu, my generation, uzao wangu, today leo I rebuke it. nakukemea I command it to break kuamini kujika and open up. na ifunguke. I don't belong to the grave. Maana mimi sio wa I kaburi, belong to life. naishi kwa maji, I belong to life. naishi kwa uhai. I belong to the light. Mimi ni wa In the ulimwengu. name of Jesus. Jina la Yesu. Come on, pray now, pray now, Omba pray sasa, now. omba Pray sasa, now in the name of omba Jesus. sasa kwa jina la Yesu. Makara baba shindiri libuganza. Ikato robo yandiri libushia. Ikandiri libushaka rabaganzaya. In the name of Jesus. Father, this day, Baba, katika siku hii eyes can see your people. macho yako yaona watu wako Many that are covered ambao wamefunikwa by spiritual dust. na nguvu ya Covered by graves. wamefunikwa na kaburi Spiritual na graves. kaburi za kiroho, They cannot move. hawawezi songa, They cannot progress hawawezi endelea because of the kwa graves. sababu ya kaburi. You spoke to Ezekiel. Ulinenea na Ezekieli Say to him. na ukamwambia, Say to Israel. semea Israeli, My people, my people. watu wangu, I will open your graves. nitafungua kaburi zenu, And I will set you free nitawaweka huru from the power of the kutoka kwa nguvu ya kaburi. We stand on the fact Twasimama katika kujua that you are Easter. ya kwamba katika Israeli You overcame the grave. ulishinda kuzimu, You overcame the grave. ulishinda kaburi, You overcame the grave. ulishinda kaburi. Therefore, right now, Sasa hivi Bwana, I prophesy. natabiri People of God, watu wako, people of God, watu wa Mungu, God is saying, wanasema opening up your graves. nafungua kaburi zenu, Coming out. mnatoka, You're coming out. mnatoka He has wasted. kwa miaka iliyopoteza, utarejeshwa Times wasted. uliyopotea, Shall recover. utapokea, Receive. pokea, Receive life. pokea maisha, Receive life. pokea maisha, Receive life. pokea maisha, Receive life. pokea maisha, I said receive life. pokea maisha, Receive, receive, receive. pokea, 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 Receive, receive, receive. pokea, pokea, Receive pokea, life. pokea maisha, Receive life. pokea maisha, Receive life. pokea maisha, The touch of God. uso wa Bwana, Touch of God. uso wa Bwana, In the name of Jesus. kwa jina la Yesu. There's power in this Kuna place. mfuko mahali hapa, There's power in this kuna place. mfuko mahali hapa, There's anointing in this kuna place. upako mahali hapa, Somebody's coming out. kuna mtu anatoka, Somebody's coming out. kuna mtu anatoka, Somebody's coming out. mtu anatoka, You're coming out. unatoka, Coming out. unatoka, In the name of kwa Jesus. jina la Yesu. Powers of darkness. Nguvu za giza Will not hold you anymore. haitakushika tena. Coming out. Unatoka, Coming out. unatoka, Coming out. unatoka, Coming out. unatoka, In the name of kwa Jesus. jina la Yesu, In the name of Jesus. kwa jina la Yesu. Receive. Pokea, Receive. pokea, Receive. pokea, Receive. pokea, Receive. pokea, In the name of kwa Jesus. jina la Yesu. Life. Life.
She says she came here for the first time. Alisema amekuja hapa kwa mara ya kwanza. She's saying it's the Lord who led her here. Akasema ni Bwana aliyemwelekeza hapa. Because as she is now, maana jinsi alivyo sasa. I'm saying this. Nasema hivi. Is it okay for me to say? Sawa niseme. I'm saying this for a testimony. Nasema hapa ili wewe ushuhuda. Because you'll come back here to testify. Maana utarejea hapa kutoa ushuhuda. She's living with cancer. Aishi na saratani. Diagnosed with cancer. Na saratani. And maybe the Lord brought her here so that you may know. Ndiposa Bwana alimleta hapa ndiposa ujue. That you will not live in the grave. Na kwamba hautaishi kaburini. Oh yes. Ndio mikono yako. Your life is changing from today. Maisha yako yanabadilika kuanzia sasa. Lord, I pray. Baba naomba. In the name of Jesus. Jina la Yesu. You who heals your people. Wewe uponyaye watu wako. Release your fire. Achilia moto wako. Fire of consumption. Basi bomba that consumes every disease. Ama umeza kila ugonjwa. Consume the cancer. Au chome sana. Consume every disease. Chome kila ugonjwa. Out of this body. Out of this body. In the name of Jesus. I speak healing now. Nanena uponyaji. I speak healing now. Nanena uponyaji. Be healed. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. I speak healing in your blood system. Nanena uponyaji juu ya damu. Healing in your blood system. Katika damu yako. I cancel. I cancel nafuta na the dates they said you would die. Tarehe ambao walisema utakufa. You will live. Utaishi. I speak in the spirit. You will live. Nenda katika roho utaishi. You will serve your God. Utatumikia Mungu wako. You will worship your God. Utatumikia Mungu wako in a special way. Kwa njia ya kipekee. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Receive the grace. Pokea neema. 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 This one person I want to lay his hands on. Na mtu ambaye anataka kuombea sasa. You came in here with a doctor's report. Ulikuja hapo ukiwa na ripoti ya daktari. Saying that you will not survive. Kusema kwamba hautaishi. Where is that person come? Uko wapi Joe? The doctor said you're sick and you're not going to live long. Madaktari wamesema wewe ni mgonjwa na hautaishi muda mrefu. Where are you? Uko wapi? Be very keen to listen and obey. Kuwa mwangalifu kusikiza na kutii. On Sunday, sir.
Jumapili I'll be speaking about spiritual nakedness and taking new clothes. kwa kinikemea kuhusu uchi wa kiroho na mavazi mapya. Jehovah assured me that on Sunday he will be clothing people. Atakuwa kivalisha watu mavazi. Oh yes, amen. Mavazi ya You will be clothed afresh. Kuvalishwa mavazi upya. You will be clothed. Kuvalishwa mavazi. Somebody lift your hands. I'm waiting for that sick person. You came in here sick. Huyo mgonjwa. You came in here sick. Come here. Mgonjwa njoo. You are sick. Mimi ni mgonjwa. Run quickly. Kimbia uko wapi? Stop wasting your time. Come quickly. Where is the person? Uko wapi? One of them is here. He's a beautiful girl. You will leave God. Utaishi. You will leave. Where's the other person? Mwingine hapa. You will. Utaishi. Lift your hands. Mikono yako. Shout and say, I'm out of the grave. Shout and say, I'm out of the grave. I will leave Utaishi. and possess my possession Nilikamilikia. and progress in life. Nitaendelea maisha. The grave has no power Kule halina nguvu. over my life anymore. Kule maisha yangu tena. In Jesus' name. Jina la Yesu. Give him praise. Come on, everybody, shout and give him praise. My God, he has set me free. Niweka huru. He has set me free. Niweka huru. The grave Nguvu ya has kaburi. been defeated. There's a song that goes that way. The grave has been defeated. Amen. You remember it? Be lying. Those are the songs we need now. The grave has been defeated. Kaburi And we limeshinda. have victory in Christ. Tuna I ushindi. want those that will support the ministry, Kwa wale wata will support the ministry huduma with a seed. na mbegu. With a seed tonight. Hold it in your hands. Shika mikono And I want to give it to you here as you come. yako.